Bwana, hii hapa ni tuzo. Nenda kama producer bora wa maudhui kwenye vipindi vya television. Put some respect on my name. Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwa Undani. Mimi naitwa Credo na watu wengi sana wamekuwa wakiniuliza natumia vitabu gani kuwaletea hizi story ambazo huwa nawaletea. Kiufupi hilo swali lipo specific sana na kwa upande wangu siwezi kulijibu specific, na wengi wamekuwa wakiwaza hadi anaongea hivi lazima kuna vitabu anavisoma. Ni kweli, some books nasoma, lakini online pia kuna material mengi, kuna documentaries nyingi sana, kuna YouTube channel za watu kibao ambao wanazungumza haya mambo, lakini Google tu wenyewe kuna insight kibao ambazo zinaweza zikafanya wewe ukapata hizo knowledge. Lakini nataka nikujuze kitu kimoja ambacho wengi hawakifahamu. Kuna kipindi cha redio ambacho baada ya ukijua hichi kipindi kimeongeza interest ya mimi kufuatilia haya mambo na kimenifanya nijue mambo mengi sana. Kipindi kinaitwa Madini.com, kinapatikana East Africa Radio, ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 9 mpaka saa 10. So kwenye kipindi hicho wana kitabu chao. Wana kitabu, na mimi ni part of your team. Tuna kitabu. Hicho kitabu kinaitwa Picha Linaanza. Na hichi nilichokishika hapa kina episode 50 tu. Lakini episode hazipo 50, zipo nyingi. Na tumezungumza topic nyingi kwa lugha simple. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja. Nataka nikusomee tu kwanza utangulizi wa hiki kitabu, kwa sababu ndio tunaweza tukakita kitabu kwa sababu tunaona kina cover, kina karatasi, lakini sisi hatukitreat kama kitabu. Ngoja nikusomee utangulizi wake usikie. Ni kama kitabu, lakini kiuhalisia ni mkusanyiko wa story za moja ya segment iitwayo Picha Linaanza. So ni kitabu ambacho kina segment moja tu ya kwenye kipindi cha Madini.com. Segment hiyo inaitwa Picha Linaanza. Kwenye kipindi cha redio, moja nikusomee vizuri ili na flow. Ni kama kitabu, lakini kiuhalisia ni mkusanyiko wa story za moja ya segment iitwayo Picha Linaanza kwenye kipindi cha redio Madini.com, kilichoanza rasmi kusikika tarehe 14 Novemba 2020 kupitia East Africa Radio, na kina segment 4 ambayo ni ya kwanza ni Live na G. Grayson Gideon anakuwa anaongea na mgeni ambaye yupo interested naye, na kwa level kubwa alikuwa ni wageni anawachimba madini, ndio maana kinaitwa Madini.com. Kuna segment ya caption, kuna Picha Linaanza. Hii Picha Linaanza ndio imetoa hiki kitabu, na hiki ni kimoja tu ambacho kina episode 50. Episode zipo zaidi ya 200, lakini pia kuna episode nyingine inaitwa 22. Anasema hadi umekipata na unasoma hapa, naamini ni kwa sababu unapenda mastori kama haya. So hadi wewe unaona hii video, it means ni kwamba unapenda story ambazo waga nazisimulia. That's why umeikutana na hii video, kwa sababu umesubscribe to my channel au umekuwa suggested na YouTube wenyewe. So ipo hivi. Asante sana, umetisha sana. Jambo la kuzingatia, kama ni mgeni basi baki nasi. Unyoofu wa lugha haujazingatiwa sana, na ndio tofauti wetu. Tunakupa fakti kwa lugha ya kishikaji. Baadhi ya nukuu pia sio rasmi neno kwa neno, ila maana ni ile ile. Nimetumia utani kunogesha story. Kwa uliyetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, bila shaka unaelewa lugha sio mpaka kwetu. Nimeandika kwa lugha inayotumika kila siku kwenye mazungumzo yetu. Huyu ni mwandishi wa hiki kitabu, anaitwa Grayson Gideon, ndio mtangazaji wa kipindi hiki cha Madini.com na mtayarishaji mkuu. So huu ni utangulizi. Imagine unapewa mambo magumu kwa lugha ya kishikaji. Kingine, vyanzo vya taarifa zote humu ndani ni rasmi pekee, official statement. Sijazipa nafasi sana stories za nadharia njama ambazo ni conspiracy theory. Nimekuwa nikiona pia baadhi ya watu kwenye video zangu wanaleta conspiracy. Mimi sio mtu wa conspiracy, wala Madini.com Picha Linaanza haihusiani na conspiracy theory, nadharia njama. Na pale taarifa isiyoruka rasmi ilipotumika, nimeeleza kwamba ni conspiracy na sio taarifa rasmi. Kwa hiyo kila unachokisoma hapa kutoka vyanzo halisi vya story katika lugha nyepesi ya kirafiki. Enjoy. Kuna story ya Edward Snowden, nadhani wengi hamumfahamu, lakini Edward Snowden ni mojawapo ya mtu ambaye alikuwa anatafutwa sana na FBI kwa sababu aliuza siri. Naweza kusema ni snitch. Huyu alikuwa snitch, lakini utasoma peji zake kadhaa. Ni raha kusoma hizi story, na nitataka nikusomee kidogo tu japo uone jinsi ina testing. Kuna story nyingine, Urusi versus Marekani katika ulimwengu wa taarifa. Humu ndani utalipata lile fukuto la vita baridi na zaidi ya hapo. Mfahamu Julian Assange
wa WikiLeaks. Kama ni mtu unafuatilia geopolitics, nadhani unafahamu WikiLeaks ni nini na kilichompata. Huku tunakupa data za huyo mshikaji wa WikiLeaks na kilichompata kwa lugha rahisi. Humu ndani utajifunza mambo mengi. Mauaji ya Mohsen Fakhrizadeh kama movie. Tunakuhadithia kama huyu jamaa Mohsen Fakhrizadeh alikuwa ni kutoka Irani. Nadhani kama unapenda mambo ya Marekani na Irani, huku utaenjoy sana. Stories zipo nyingi. Kifupi, kama wewe sio mfuatiliaji Madini.com, Madini.com tuna YouTube channel ambayo inaitwa Madini.com. Hivyo Madini.com. So kwamba dot hiyo ni nukta, dot, Madini.com. Ukisearch YouTube utaletewa pale page yetu. Nenda pale kwenye playlist, angalia playlist ya picha linaanza. Utakutana na episode zaidi ya 100 na zote zimesimuliwa na zina picha na video. Msimuliaji wa hii picha linaanza anaitwa Razi Mtamaduni. So leo tu nimeamua kusema kwa ufupi kwamba mimi story zangu ninazozifanya ni story fupi, ni dakika chache, sekunde kadhaa, sekunde almost 90 mpaka 120. So kwa asilimia kubwa ni kitu ambacho nakuwa interested nacho, kitu ambacho nakuwa curious na kifuatilia na kitoa. Lakini Madini.com wenyewe wako deep afu kwa lugha rahisi. Ngoja nikusomee kisa kimoja kifupi, japo kifupi. Sakata la Jeff Bezos na King Salman wa Saudi Arabia. Nataka nikupe testi ya jinsi utakienjoy hiki kitabu endapo utakipata na utaanza kukisoma. Imagine unasoma kitabu kimeandikwa kwa lugha kama hii kwamba did you know unaweza kuhack iPhone? Unafahamu ndicho chanzo cha tajiri namba 1 duniani Jeff Bezos kuacha na mkewe? Unafahamu aliyofanya hilo ni King Salman wa Saudi Arabia? Kuna imani kwamba iPhone zina strong security, ni ngumu kuchezea. Yes, lakini inawezekana bwana. Juzi kati kuna taarifa kwamba WhatsApp imeishtaki kampuni fulani inayodevelop computer program kutoka Israel. Sababu inashutumiwa kumpa Paul Kagame wa Rwanda programu ya kompyuta iliyowezesha kudukua WhatsApp conversation za wapinzani wa serikali ya Rwanda wanaoishi uhamishoni, wanaojiita wanaharakati, na kusababisha maafa makubwa kwa wapinzani wa nchi ya Rwanda. Okay, story inakuwa ni simple kama hivyo. Cha kufanya, in case bado hujasubscribe to my channel, subscribe. Nitaendelea kukupa more insight. Napata wapi? Madini yangu. Usisahau kusubscribe Madini.com, usisahau kusubscribe kwa undani. Nini? Ongea. Bweza nini? Umekata? Umekata kama sawa. Kwa nini sasa ulikata? So sijakupa information za muhimu sana. In case unakihitaji hichi kitabu kikiwa hivi hard copy kinauzwa 25,000, lakini ukikitaka soft copy unakipata kwa shilingi 10,000 tu. Cha kufanya ni wewe kucomment kusema nahitaji. Option ya kuacha namba usiache. Mimi nitakupa namba alafu utanitafuta. Mimi naitwa Credo, hii ni Kwa Undani. Hili kwa nini umebonyeza video yangu? Naanza kukulalamikia. Kwa nini umebonyeza? Yaani wewe kwa nini uamue kubonyeza?